Baba, na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, hivyo ndivyo tumekiri kwa vinywa vyetu ya kwamba Jehova Jire, tunasongea mbele ya kiti chako cha enzi, na ili Mwenyezi Mungu ukaweza kutusamehe dhambi na makosa yetu yote ambayo tumeyatenda kwa kufikiria, Jehova Jire, kwa kunena kwa vinywa vyetu, kusikia kwa masikio yetu, na pia kuyaguza kwa mikono yetu. Unajua ya kwamba sisi ni wenye dhambi, Mungu wetu, asubuhi ya siku ya leo. Lakini Bwana Mungu wetu, tuasongea na ili Jehova Jire aweza kutuweka wakfu mbele ya macho yako Jehova Jire, na mbele ya kiti chako cha enzi, na ili Jehova Jire tukaweza kukubarika mbele ya madhabahu yako Jehova. Mwenyezi Mungu, tumeunganika mahali hapa patakatifu ni kwa ajili ya matendo makuu ambayo umetenda katika maisha yetu Jehova. Kwa hakika Jehova Jire, umekuwa Mungu pamoja nasi. Kwa hakika umekuwa mlinzi mwema katika maisha yetu Jehova. Tumeuona mkono wako ukiwa juu ya maisha yetu. Tumeuona mkono wako ukiwa juu ya familia zetu Jehova. Mungu wetu, tunajua ya kwamba kama sio wewe Jehova, hatungelikuwa jinsi tulivyo Mungu wetu. Kama sio upendo wako Jehova Jire, hatungelikuwa tumesimama jinsi tulivyosimama. Kama sio ukuu wako Bwana, hatungekuwa na macho ya kuona, masikio ya kusikia, pia hatungekuwa na kinywa cha kunena Jehova. Lakini kwa sababu ya utukufu wako Jehova, tuko hai na tuko na afya Jehova, tukijua ya kwamba wengi wamelazwa hospitalini, wengi wameondoka katika dunia hii, lakini sisi Jehova Jire umetufanya kuwa mabaki. Tukupe nini ila sifa na utukufu kutoka ndani ya vinywa vyetu Jehova. Bwana, pokea sifa na utukufu. Ni asante kwa vita ambazo umetupigania. Ni asante kwa ajili ya magonjwa uliotuponya. Ni asante Jehova Jire Mungu wetu, kwa sababu umetupa kibali na umetupa afya mili Jehova. Ni asante kwa mara tena Jehova, tunapoangalia matendo yako juu ya maisha yetu Jehova, tunayo sifa na shukran kwa sababu ya mambo yote umetutendea Jehova. Wajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya siku ya leo, na ili Bwana, wewe ambaye umetuleta katika ili nyumba yako Jehova, ukiwa na kusudi jema katika maisha yetu Jehova, tuwakabidhi wa mama hawa kwa mikono yako, wazee wote ni kwa mikono yako Jehova, wachungaji ni kwa mikono yako Bwana, waibaji ni kwa mikono yako Jehova. Tukiwa na umoja Mungu wetu asubuhi ya siku ya leo, tunene Jehova, na tuko tayari kulisikia neno lako. Neno lako ni ngao katika maisha yetu. Neno lako Mungu wetu ni msaada katika maisha yetu. Bwana, tunakualika na ili ukaweza kutawala na kutamaraki katika maisha yetu, ukiwaponya na kuinua nyoyo zote zilizobodeka, na ili Jehova Jire Mungu wetu, sifa na utukufu zikaweza kukurudia. Na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kwa dakika kidogo, salimia mwenzako. Usiketi, salimia mwenzako. Salimia mwenzako, umwambie 2025 imekaribia kuisha. Tuko katika pale kilele. Praise be to God. Pale kilele kwa hakika tunaendelea na kumuona Yesu. Mwambie mwenzako, we only have 45 days remaining. 45 days remaining. Hii mwaka wa 2025, mwaka ambao watu wamepiga kelele sana kwa sababu ya viongozi, kwa sababu ya uchumi wa nchi yetu, kwa sababu ya vile mambo inaendelea. Mwaka uko tayari kuisha na mwaka haujali. Praise be to God. Mwambie mwenzako, mwaka haujali, mwaka haujali, lakini wewe ndiye unajali. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo naomba mkaweza kuketi, ni kwa sababu Mungu wetu ako pamoja nasi. Na kwa hakika kwa sababu ya mgeni ambaye anatutizama akiwa kazini, safarini, pia na nyumbani, na wale ambao wamekuja kanisani, kwa majina yangu naitwa Isaac, nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. My able pastor Jacob Kome, together with our two deacons, pamoja na waumini wote, asubuhi ya siku ya leo ningetaka tukaweza kumega mkate wa Jehova ambalo ni neno lake, na kwa hakika najua Mungu wetu ako pamoja nasi. Praise be to God. Amen. Na asubuhi ya siku ya leo niko na furaha moyoni mwangu, ni kwa sababu ninajua ya kwamba kama sio Mungu singelikuwa mahali nilipo, kama sio Mungu singekuwa jinsi nilivyo, lakini kwa sababu ya mkono wa Bwana nimeiona siku hii mpya
na kwa hakika najua ya kwamba na niko na imani ya kwamba mwaka wa 2025 ukitamatika, pia nami nitakuwa mtu ambaye amejawa na nguvu na rehema za Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Amen. Learn to pray at night. That is our theme of today. Tell your neighbor, you must learn to pray at night. You have to learn to pray. Lazima ujifunze kuomba usiku wa manane. Na ninafurahia Mungu sana kwa sababu kuna wakati sisi kama YGC na tulikuwa tunaongozwa na pastor wetu, wakati ambapo tulipanga na kuwa na maombi ya siku 60. Na tulipokuwa tunaanza, wapendwa, na kuambia kwamba tulikuwa tunaona ni siku mingi sana. Hata kuna wakati pastor alikuwa anauliza hizi siku 60 zitaisha lini? Praise be to God. Tukaanza kwa siku ya kwanza, na sio kuomba tu kwa mara ya kwanza. Tulikuwa tumepanga 8 hours per day. Hiyo ni kumaanisha namna gani? Ya kwamba 6 a.m. in the morning, 9 a.m. in the morning, 12 noon time, 3 p.m. na 6 p.m., 9 p.m., 12 a.m. at 3 a.m. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo tunakuwa na wakati mzuri wa kusikiza neno na pia na kuomba. Na wacheni wapendwa niwaambie ya kwamba kama kuna kitu mzuri katika maisha ya Mkristo ni maombi. Mwambie mwenzako ni maombi. Siri ni maombi. Siri sio kukula vizuri. Siri sio kuishi katika nyumba ambayo inaweza kuangaliwa na watu wakaona ya kwamba umejenga vizuri. Siri sio kuvalia vizuri. Lakini siri ya Mkristo ni kuwa mtu ambaye ni muombezi. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo kama vile tumearifiwa ya kwamba na misiwamai ya kwamba leo ni siku ya 47, 47 days in prayers. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo sisi tumeanza kuona mabadiliko katika maisha yetu, katika familia zetu na katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa hivyo pia nawe Mkristo, asubuhi ya siku ya leo nataka nikaweza kukukumbusha ya kwamba it is good to learn to pray at night. Kwa nini tunasema ya kwamba ni vyema kujifunza kuomba usiku? Tunajua ya kwamba wakati giza inaingia, yani watu wengi wale ambao wanatenda maovu wanasema ya kwamba wamepata nafasi na wamepata wakati mwema na ili wakaweza kuangamiza watu wa Mungu. Wakati wa usiku, wapendwa, ndio shetani anakuanga ameinuka na ili akaweza kupigana na nyota zetu, na ili akaweza kupigana na kazi zetu, na ili akaweza kupigana na familia zetu. Lakini akipata watu ambao wamejisikia, shetani wakati anapojipata watu wa Mungu ambao wamesimama imara, yeye hawezi akawashida, lakini wao wanashida majaribu yote. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo yale maandiko ambayo inatuongoza katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 24 hadi mstari wa 30. Mathayo sura ya 13 mstari wa 24 hadi mstari wa 30. Naomba tukaweza kusoma. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akanja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano ilipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakamwendea wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkayakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo, viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavune, wakusanyeni kwanza magugu, muyafunge katika matita mukayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo hili neno ambalo tumelisoma
Tunasikia ya kwamba kuna mtu ambaye alitoa mfano, na huyu mtu ambaye alitoa mfano ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Akawatolea wanafunzi wake mfano, akawaambia ya kwamba ufalme wa mbinguni umefananishwa na nani? Ya kwamba mpanzi mmoja alienda akapanda mbegu njema katika shamba lake ama katika konde lake. Na wakati alipokuwa anapanda, sikia Biblia inasema ya kwamba alipanda mbegu ambayo ilikuwa ni njema. Na kwa hivyo wakati alikuwa anapanda, kumbe kuna mwingine alikuwa na mawazo ambayo ni akuja kuharibu shamba la yule mtu. Praise be to God. Na kwa hivyo wakati alipanda mbegu njema, maandiko inasema ya kwamba yule adui akaja naye akapanda mbegu ambazo hazikuwa zinapaswa kuwa katika lile shamba. Na kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya siku ya leo, mfano huu unasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye sisi aliyetupanda katika shamba lake. Na kwa hivyo sisi ndio mbegu njema katika maisha ambayo tunaishi. Sisi ndio mbegu njema katika ufalme wa Mungu. Lakini wapendwa, shetani kila mara na kila wakati lazima akaweza kuingilia watu wa Mungu, na ili akajua ya kwamba kuna mbegu ambayo haipaswi kuwa miongoni mwa watu wa Mungu. Praise be to God. Amen. Adui akapanda mbegu ambayo haikuwa inafaa. Na inasemekana ya kwamba ni wakati wa usiku. Na kwa hivyo wakati wa usiku, wakati watu ambapo wamelala, wakati watu wamelala na kujisahau, wakati watu wamekula na kushiba, wakati watu wameona ya kwamba kuna CCTV kwa manyumba, kuna mbwa kali kwa manyumba, hata wengine wako na watchmen, wale watu wanasema ya kwamba hakuna shinda ambayo inaweza kunipata. Lakini wacha nikwambie mpendwa, wakati umelala, naye adui anakuwazia mawazo mabaya. Praise be to God. Amen. It is good to learn to pray. How to learn to pray at night. Ni vyema tujifunze ya kwamba kama yule mtu alikuwa anajua kuna adui ambaye angekuja na apande mbegu ambazo hazipaswi kuwa mahali pale, angelinda shamba lake. Lakini kwa sababu hakuwa amejisikia, adui akapata nafasi. Wakati ambapo umekosa kujisikia, wakati mwingine hata wengine wanaambiwa, ulikuwa unasikia ya kwamba kuna mahali duru ilikuwa inatoka. Je, ulisikia ya kwamba kuna mvua kubwa ilinyesha? Wengine wanasema ya kwamba sijasikia ngo. Ni kwa sababu wale watu ambao wanalala na kujisahau, wanasahau Jehova Mungu wao. Praise be to God. Amen. Wakati watu wanaanza kuona nguvu zao, wakati watu wanaanza kuona maisha yao inaendelea vyema, lakini wakati unafikiria vile sio hivyo unafikiria mpendwa, adui anatafuta nafasi aingie katika maisha yako. Amen. Praise be to God. Amen. Ni usiku, maadui wanakusanyika na wanasema ya kwamba ile kazi ya yule mama, ile kazi ya yule mzee imenawiri sana. Sasa ni vyema tukapanga vyenye tutasabaratisha ile kazi yake. It is at night. They gather together in a meeting. Na ili wakaweza kusabaratisha familia yako. Najua ya kwamba nyakati zile, wakati tulipozaliwa na tumekuwa pale ushago, tulikuwa tunasikia ya kwamba kuna mtu ambaye anazunguka usiku, anazunguka manyumba ya wenyewe, anazunguka kwa mashamba. Tulikuwa tunasikia hivyo, sijawahi ona. Lakini wacha nikwambie, adui yuko tayari kukuangamiza. When the deal is too good, things twice. Wakati unaona biashara imeendelea vizuri, wakati unaona familia yako imesimama vizuri, mzee, wewe anza kufikiria, je, kunaenda namna gani? Ni vyema kurudi kwa magoti. Na ili nikaweza kumwambia Mungu, saa hii naomba ukaweza kuwa Mungu pamoja nami. Praise be to God. Yeah. Sijui ni wangapi wanaweza kusahau kulala. Sijui ni wangapi wanaweza kuwa waombezi. Ni kwa sababu tukiendelea na kusikia ya kwamba huyu muovu shetani alikuja wakati wa usiku. Sasa hakuna adui anaweza ingilia pale. Ni kwa sababu anajua mimi nitaonekana. Lakini usiku ikifika, anajua ya kwamba Isaac amelala, anajua Manase amelala, anajua Kimondo amelala, anajua Pastor amelala. Na kwa hivyo ni wakati mwafaka wangu kuingia katika maisha yake.
Na wakati shetani ameingia, kazi yake sio ingine. Biblia imeeleza vizuri sana. In fact, hakuna kitu ambacho ni cha siri kwa Biblia, kwa sababu inasema wakati shetani anaingia, kazi yake ni kuharibu, kuangamiza na kuua. Kama utaki biashara iangamizwe, kama utaki maisha yako upoteze, lazima ujifunze kuomba, mpendwa. Wale watu ambao wanaomba, Mungu anakaa karibu na wao. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Wakati unaomba ni investment unaweka katika nyumba ya Mungu. Amen. Na wakati utaishiwa na nguvu, hata Mungu wetu macho yake sio kama mwanadamu. Yeye atasema ya kwamba wakati huyu mpendwa alikuwa na nguvu, alikuwa ananiomba masaa hii na masaa hii na masaa hii. Akikusanya hayo maombi yote, kuna ombi moja uliomba mpendwa, Mungu wetu analiachilia na unapokea uponyaji. Kuna ombi uliomba mpendwa, ukiombea kazi yako, Mungu analiachilia. Biashara yako inaanza kuinuka. Amen. Kama hauko umeweka akiba katika nyumba ya Mungu kwa maombi, unafikiria Mungu ataachilia nini? Kama umefungua bank na hujasave chochote, unaweza enda kwenda withdraw. You cannot withdraw. Ni kwa sababu gani? Haujaekeza mahali pale. Lazima tukue Wakristo ambao wanajifunza kuomba, sio Wakristo ambao wanakaa tu hivi. Kazi yako ni Pastor Kome, naomba ukaweza kuniombea. Deacon Kemono, naomba uniombee. Wacha nikuambie, sisi ni wachungaji, lakini sisi ni wanadamu kama wewe. Una mambo yangu ambayo yamenisomba. Sasa nikikuweka kwa my diary, hata sikuoni mahali pale. Praise be to God. Mwambie mwenzako, anza kujiweka kwa diary yako wewe. Sio anze kuambia wengine, naomba mniombe. Kazi yako ni kuombewa. Wewe utaomba lini? Hiyo kazi utaiombea lini? Hiyo familia utaiombea lini? Praise be to God. Amen. Ni vyema kujiombea wakati unajifungia kwa hiyo nyumba yako. Omba, Mungu anatakusikia. Praise be to God. Amen. Ni vyema kuomba, kujifunza kuomba usiku. Ukisoma in the book of Jeremiah chapter number 6 verse number 5, nasema ya kwamba inukeni na tupande juu wakati wa usiku, tuyaharibu majumba yake. Hii ni wakati maadui walikusanyika na walikuwa wanataka kujitwalia mji wa Yerusalemu. Lakini huyu Yeremia ambaye tunasomaga in the book of Jeremiah chapter 29 verse number 11, for I know the plans that I have for you. Huyu Yeremia akaambia watu ya kwamba hiyo maadui wanapanga kuchukua na kujitwalia mji wetu. Sasa ni vyema wakati wa usiku turauke, tukaweza kuharibu na kuangamiza, sio kwa mikono. Praise be to God. Amen. Mwambie mwenzako, sio kuharibu kwa mikono, Sio kuharibu kwa mikono. ni kuharibu kwa maombi, ni kuharibu kwa neno la Mungu, ni kuharibu wakati unaenda ukiomba. Unasema ya kwamba no weapon formed against me shall prosper. Amen. Praise be to God. Unamwambia Mungu kwa maneno yake ya kwamba unajua mawazo unayoniwazia mimi, mawazo ya kunawiri, lakini sio mawazo ya maovu. Nitatizama milimani, msaada wangu watoka wapi? Unatoka kwako Jehova. Amen. Naomba ukaweza kuniharibia vita hii yote, ukaweza kunishindania. Naomba mishale yote hapo inarushwa usiku isije ikafaulu katika maisha yako. Amen. Praise be to God. Amen. Learn to pray at night. In the book of Matthew chapter number 26 verse number 41, Yesu akaambia wanafunzi wake, obeni msije mkaingia kwa majaribu. Kesheni muombe msije mkaingia kwa majaribu. Roho iradhi lakini mwili ni mdhaifu. Uza mwili wako useme, mwili wangu ni mdhaifu. Mwili wangu ni mdhaifu. Unajua ya kwamba wengi walikuwa safarini, hata haramu ya saa 9 hata ndio inakuitanga uombe, lakini kwa sababu ya mwili ni mdhaifu hauwezi ukaomba. Lakini Yesu akawaambia, kesheni mkiomba. Hauwezi kesha mchana ukiomba, it is at night. Yesu Kristo alikuwa anajua ni usiku
adui anaingia. Amen. How many times do you pray? How many times do you pray? Ask your neighbor, how many times do you pray? Ni maombi gapi inaweza tolewa kwa gara ya Mungu? Inaweza toka na ifanye kazi kwa maisha yako. Wakati mzee amelala, mama ukijisikia, ombea mzee wako na nyumba yako. Wakati mama amelala mzee, anza kumuombea. Wakati mwingine tunasemanga wawekelee mikono usiku na mchana. Enda kwa bedroom ya watoto, useme ya kwamba watoto wangu ni wabarikiwa. Na hakuna silaha yoyote iliyoandaliwa kinyume na maisha yao itakayofaulu. Praise be to God. Usiposema hivyo, shetani hajui kama kwamba you are sober. Shetani hajui ya kwamba umejitayarisha. Kazi yako ni kuinuka usiku wa manane na kuanza kuharibu na kuangamiza. Amen. Wewe unafikiria wakati umelala, ni wangapi wanaenda kwa biashara hiyo yako? Wanaonaga unauza sana? Ni wangapi wewe unafikiria wanaonaga ya kwamba umekubalika sana? You have favor. Uko na kibali mbele ya macho ya wanadamu. Kuna maadui ambao wanazunguka kila mara na kila wakati wakisema ya kwamba Isaac lazima ataisha. Lakini ukiwa umeomba, hata wanaomba, hata wafanya nini, hawakuoni. Praise be to God. Amen. Unajua tulikuwa tunaambiwa ya kwamba wale watu wanaendaga kwa mganga, wanaendaga na picha yako. Picha yako wanaonyeshana hivi. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ni muombeji, praise be to God. Amen. Unajua ya kwamba hata wamama wakati nywele yenu inatolewa, yani ukitupa pale kwa dustbin, unaambiwa ya kwamba nywele dite ya oro uguo watachukua wapeleke kwa waganga. Mimi nasemaga peleka. Ukiwa mtu ambaye anajua kuomba, hakuna breakthrough kwa mganga kwa maisha yako. Lakini wakati unaomba sana, watu hata wanajaribu kukuangalia, hawakuoni kamwe. Ni kwa sababu wewe maisha yako, your foundation kumekuwa founded na maombi. Amen. Na mahali ambapo kuna maombi, kuna neno la Mungu. So if you don't need the word of God, hauwezi jua kuomba. Hauwezi jua kuomba. Na hakuna mtu anapaswa kusema mimi sijui kuomba. Hata wanafunzi walimwambia Yesu, tuwe tunaomba namna gani? Kawaambia, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Na kwa hivyo wakati unaomba usiku wa manane, unaanza kusema ndio kuna ufalme wa kishetani huenda ikawa unaonekana katika maisha ya familia yangu, lakini Bwana wa mbinguni, naomba ufalme wako uje. Amen. 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 Nikimalizia, in the book of Acts chapter number 16 verse number 25 to verse number 26. Acts 16 verse 25 to 26. Paul and Silas waited until midnight before they began to pray and sing praises to God. Paulo na Sila walikoja mpaka usiku wa manane. Wakajua ya kuangalia ya kwamba wanajeshi wote wamelala. Milango ya gereza imefungwa. Wakaanza kuambiana, sasa ni wakati mzuri wetu wa kuomba. Paulo na Sila, inuka tuanze kuomba. Wakati unaomba unasifu Mungu, kuna miujiza ambayo inatendeka katika maisha yako. Unaangalia unaona ploti yote watu wamelala. Unaanza kusema Mungu nimebaki. Paul and Silas, they prayed. Wakaomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Wapendwa, unapoomba usiku wa manane, kuna milango ambayo imefungwa na shetani na unaifungulisha. Praise be to God. Amen. Lakini wengine wasipoomba, unaanza kusema mimi mambo yangu iliharibika. Niliharibikiwa na mambo yangu. Naomba Mungu anisaidie. Praise be to God. Amen. Mimi nikiangalia watu wale ambao wamekusanyika hapa asubuhi ya siku ya leo, ni watu ambao wamejawa na rehema za Mwenyezi Mungu. Amen. Na wengine wanapaswa kuombewa tomba na ili wajue kuomba. Muulize mwenzako, unaombaga mara ngapi wewe? Hebu simama. Simama. Simama kwa miguu yako. Ni mahoya maigana uhoete magirekererio maruta wira thini wa muturire wako. Ni vyema uanze kujiuliza. Kama hakuna, mwambie Mungu, naomba kibali. Naomba tu kibali. Praise be to God. Amen. Naomba tupewe just a worship chorus kidogo.
enda mbele za Mungu mwambie, naomba unifunze njia ya kuomba, ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Baba, na katika jina la mwana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tumejifunza neno lako kuhusu kujua kuomba na kukesha wakati wa usiku wa manane. Na Mungu wetu, kama vile Mungu wetu uishivyo milele, kwa kuomba tukiwa waumini hawa wote ambao wamejiunganisha mahali hapa asubuhi ya siku ya leo, tufunze njia ya kuomba. Na ili Mungu wetu Jehova Jira, wakati shida na changamoto, wakati adui anapoinuka ili akaweza kuharibu biashara zetu, wakati adui anapoamka kuharibu maisha ya watoto wetu, wakati shetani anainuka na kushika anga yetu, Jehova, tuwe watu ambao wamejitayarisha kwa maombi, tuwe watu ambao wamejisikia katika jina la Yesu Kristo. Ukawafunza wanafunzi wako Jehova, na ukawaambia kwamba wakeshe wakiomba ili wasije wakaingia katika majaribu. Wakristiano wengi Jehova siku ya leo wameingizwa katika majaribu, wengi wameingia katika shida fulani, wengi kuna mbegu ambayo katika maisha yao imepandwa na mwovu shetani. Mbegu zingine zimepandwa kwa maisha ya watoto wetu, mbegu zingine zimepandwa kwa maisha ya wazee wetu, mbegu zingine zimepandwa kwa ajili ya maisha ya wake zetu. Jehova Jire, asubuhi ya siku ya leo tunakuomba ukaweza kuzing'oa, tunaomba Bwana ukaweza kuzikandamiza, na ili tukaweza kuendelea na maisha yetu. Mungu wetu, Bwana Mungu wetu, tubariki katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata na kuamini. Amen. Naomba watu wa media tunapoendelea kujitayarisha kutoa fungu la 10, in the book of 2 Corinthians chapter number 29 verse number 31. 2 Chronicles Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 29 hapo 31. 2 Chronicles chapter number 29 verse number 31. Ashazi wetu wanapoendelea na kupeana bahasha, tuwekee brother Joroge Maiko. Mambo ya Nyakati wa pili 29 verse number 31. Tayarisha fungu la 10. Praise and worship kidogo wanapotuwekea. Ni kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, ni nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda. Andiko inasema hivi: ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakfu kwa Bwana, karibuni mkaleta dhabihu na matoleo ya shukrani nyumbani mwa Bwana. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukrani, na wote wenye moyo wa ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Praise be to God. Amen. Hezekia ndiye aliambiwa ya kwamba atakufa, lakini alimulilia Mungu akaongezewa siku. Na wakati tunapomtolea Mungu, kuna siku ambazo zinaongezwa. Wakati tunapomtolea Mungu, kuna wakati biashara yako imeambiwa ya kwamba itaisha, lakini unapomtolea Mungu anasongesha miaka ya biashara yako. Na kwa hivyo wapendwa, kujeni na hizi mkaweza kuzitoa, na Mungu wetu atawabariki na wataonekania. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa ajili ya matoleo haya, wapendwa hawa waumini wote wakiwa na moyo wa ukarimu. Jehova Jire, wanakuja kutoa mbele ya madhabahu yako, kama vile ulivyomsikia Hezekia na wakati wake wa kukufa ulikuwa umewadia. Jehova Jire, ukamuongezea siku zingine
Hivyo ndivyo nasi tunavyotaka kusema ya kwamba hatujui wingi wa siku zetu, hatujui kazi zetu zilivyo, hatujui familia zetu zilivyo, lakini kupitia kwa matoleo haya Jehova, tunakuomba Mwenyezi Mungu ukaweza kutuongeza siku. Wale ambao hawana kazi ukaweza kuwabariki, wale ambao hawana mbele wala nyuma, Mungu wetu ukawapa mwelekeo. Mungu wetu, najua ya kwamba tutakuwa watu ambao wamebarikiwa wanapokanyanga hatua mbele kwa imani. Mungu wetu, wapendwa hawa ukafungue milango yote iliyofungika, na ili Jehova jire wakawa watu wa kupokea baraka. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata na kushukuru. Amen. Mungu awabariki munapoleta sadaka na fungu la kumi. Furaha, furaha, furaha. Furaha, furaha, furaha. Furaha ya Yesu we. Furaha ya Yesu we. Furaha ya Yesu we. Furaha ya Yesu we. Furaha